kitongoji kinaitwa Maabda, na mtaa mnauona hapa unaitwa Hayyu Ijaba, msikiti mtaa wa Ijaba au msikiti wa huu hapa, huu ndio unaitwa Masjidu Ijaba. Hapa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka Madina, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuhiji, kahiji kutokea wapi? Madina. Ndio maana sunna hiyo sisi mara nyingi alhamdulillah Allah anatupeseshia, na sisi tumehiji sio kutokea Tanzania, kutokea Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walipiga kambi hapa, hii mitai hapa 1,124,000 ya masahaba radhiallahu anhum, kambi zao walipiga hapa, kwa sababu hii ni njia kwenda Mina na hii ndio njia kwenda wapi? Haram, kuna wepesi hapa. Kwa hiyo hapa tulipo namna hiyo, na wenyewe wanatuambia hapa Ijaba hasa ndio lile hema la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilipigwa hapo. Na kile kisa cha majini kuja kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja wapo lipatikana hapa vile vile, hasa ile aya uliposarafna ilaika nafara min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Majini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma Qur'an, walipofika wakaambia jamaa tusikilize Qur'an, na hiyo ndio haki ya Qur'an. Haki ya Qur'an inaposoma kusikilizwa. Ile mtu kafungulia Qur'ani kaweka kaseti ya Qur'ani, sio nini ya Qur'ani, alafu anaendelea na mambo yake, ile ni kinyume na adabu ya Qur'ani na unapata madhambi. Bali niliwahi kusikia shekhe wangu kusikia tezo manyingi ya kiajabu ajabu, basi dhambi zake zina afadhali kuliko kuifungua Qur'ani alafu wewe kaendelea na yako na porojo zenu kwa Qur'ani inasoma. Hiyo sio sawa kabisa, sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu, idha quri al-Qur'an fastami'u, kusoma Qur'ani sikilizeni kwa makini, wa ansitu, alafu mtulizane, mnyamaze vizuri, la'allakum turhamun, ili mpate hizo rehema za kusikiliza Qur'an. Kinyume na hivyo, kinyume na rehema ni laana. Kwa hiyo majini baada hapo wale wakaambiana wenyewe, ya qaumi ajibu da'i Allah, ikapata neno ijaba, enyi wenzetu nyinyi majini, kwanza sisi wenyewe hapa tumkubali huyu mtume, tumjibu ujumbe aliouleta, alafu tukawaambie wengine, na wakenda kule kwa jamani, huko kuna kidume tumekutana nacho kinaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale alokuja na Musa yale ndio kaja nayo kumwamini. Kwa kundi la majini likafanya nini? Likaamini. Ndio maeneo haya, na hiyo njia inafuatia hapo mbele, asili yake mbele kidogo kuna tariqa al-hajjun inaitwa hivyo. Hajju na wale ni njia ya mahujaji, lakini hasa kusudiwa yale mahujaji wa masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Kama na hiyo basi sisi hapa hiyo itakapokuwa, lakini kama kambi tumepiga kambi mahali ndipo hasa alipopiga Mtume na masahaba wake. Sasa ukisema mbali pakoje vipi? Wewe umepiga kambi alipopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha alitoka Madina akiwa amehirimia tamattu kama tulivyohirimia sisi. Kufika hapa amepiga kambi, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Si tawafu umra hiyo. Bibi Aisha akaharibikiwa, akalia sana, kwa sababu huwezi kutufu katika hali ile. Mtume akamwambia na pressure hii ni taratibu ya wanadamu, mabinti yani mabinti wa Bani Adam ndio ilikuwa hivi. Akakaa hizo siku 3, alipotaharika ikabidi kwa sababu aivunje ile tamattu afanye qirani. Kwa hiyo ikabidi akahirimia wapi? Kule Masjid Aisha, na ndio sababu ya kuitwa Masjid Aisha. Na maana isipotokea halia asingekuwa na haja ya kwenda kule. Bibi Aisha akachukuliwa na kaka yake yule, akaenda akahirimia, akafanya ibada yake kutoka tamattu ikaingia kwenye nini? Qirani inaitwa. Kwa hiyo ndio habari. Kwa hiyo matukio mengi, hizi vurugu nyingi za masahaba zilikuwa hapa. Kama mmoja wangu Mwenyezi Mungu atuwezeshe inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalitu al-qulub wa la yasifu al-wasifun wa la tuqaddiru al-hawa wa la yakhsha al-bayan, ya'lamu ma taqil al-jibal wa ma kayil al-bihar wa 'adada qatar al-amtar wa 'adada waraq al-ashjar wa 'adada ma adlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar
أنهار، لا تهدمه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما فيها، ولا بحر ما في قلب. اجعل خير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم قطرة من بحار جودك تغنينا، وذرة من تيار عفوك تكفينا، فأغننا واكفنا يا رب العالمين. وهدينا وهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى. صلى الله على محمد. إن الذي فرض عليك القرآن لا رادوه إلى معاد. آمين. اللهم آمين.